Namrudishia Mungu mkuu shukrani. Asante sana kwa wajakazi wa Mungu. Mungu azidi kuwabariki kuwa na amani na neema mbele yake. Na Mungu abariki kanisa mzima kwa kukuwa na moyo wa kutafuta. Kila mtu ametoka kuja kutafuta neno. Asante kwa mshuhudaji, Mungu aweze kumbariki. Na tena Mungu ambariki Evangelist Odero. Nimesikia kinena katika nguvu inaishi kwa neno la Mungu. Mungu amezungumza Israeli natoka kifungoni shati litendeke. Ananena katika kila hatua. Nimesikia kinena kwa nguvu inaishi kwa neno la Mungu. Na mshuhudaji pia nimesikia amenena. Amenenda kwa maneno zote kwa harusi akaingia kwa nyumba. Na wakati huu alikuwa nasikia neno. Na neno limemletea usaidizi, ni neno la Mungu. Anasema wakati alisikia neno na akishuhudia sana, nimeshangaa. Ni kwamba Mungu anamjua mtu kitambo. Kama mlimwengu wa asili anachukua harusi uwanjani kama neno la Mungu limemwelekeza. Na utapata binti ama msichana fulani anatembea nasi hapa. Na ikifika wakati wa ndoa anaoleka na mlimwengu kadiri. Kile Mungu ametendea mtu nataka nitendewe nani. Na sasa kengele inalilia kwa mtu asiyejua wokovu. Nawe umeokoka, unashtuka umetafuta mlimwengu umekuja naye. Ni neno la Mungu haukupata. Na kama umelipata na utaiteharibu. Ndio maana imekuunganisha na mtu ulimwengu. Sema amina. Hilo ndilo neno la Mungu. Nimesikia jinsi wamenenea neno la Mungu na wameshuhudia. Nimefika kwa darasa nasema mke huyu alifanya harusi na mumeo. Akawaza hilo darasa amepelekwa na Mungu imetosha. Na shuhudia kwamba neno la Mungu ni kubwa zaidi ya yote. Manake hilo darasa lake shetani alimchafua akamnyima mtoto. Akaanza kutafuta neno la Mungu. Neno la Mungu ni funguo. Neno la Mungu linashinda. Na imefanya analea watoto. Nasema jambo kisha naingia kwa agano. Yule amelinda ukimwi 100% kwa kanisa. Mfalme ameokoa ukimwi akawaponya akawaleta. Labda uko nao 100% kanisani. Manake walisikia neno la Mungu ikafukuza jeneza mbali na uzima. Je, hapo unaleta ibada ama tunafunza neno la Mungu kamilifu? Mke huyu asipofunza neno la Mungu kamilifu. Ndio wake tunashuhudia wakiwa wachanga tunawachinja. Tuko hapa sio kuzika wachanga. Tutafunza ukweli bariki peke yake, yule amekubali ataenda kwa uzima. Ukisikia sema amina. Wa ukimwi ukiwa naye kanisani mchungaji unazidi kwa ibada. Yeye ni kama Goliath anashtua watu kwa ibada, hakuna wajasiri. Na jinsi wanasifu Mungu wanahimiza injili. Mjakazi mmoja siku moja wetu hapa wetu aliniambia ukimwi haiponyi kwa wokovu. Na ukimwi ni kitu ya kupunguza. Ukimwi haipunguzi. Ni pepo anatoweka anaenda. Asifiwe. Hilo jambo tuanze na chini.
Nataka nifunze injili tukuke. Injili iko nyuma yangu. Mungu amempaka mjakazi wake. Hatuna uoga kuna nini mwana wa Uriri. Imeshazingirwa. Aliye na imani ambaye amefika kwa darasa evangelist amezungumzia. Hata kama ni jambo imesimama imekuwa. Na ukiomba shetani anakana iwezekane. Kwa uwezo huo itawezekana kwa nani? Tuanze na chini. Methali 4:20-23. Nimesikia mjakazi wa Mungu akizungumzia kwa nguvu inaishi kwa neno la Mungu. Na mama ameshuhudia kwamba nguvu inaishi kwa neno la Mungu ni kubwa. Nikiangalia naona ni mzima kamili. Na mume wake ni mzima kamili. Watoto ni wazima kamili. Wakisema tumsifu Mungu tutamsifu tofauti. Manake tumemuona kwa macho. Wengine wanadhani wakishuhudia ni uongo. Sisi hatununui washuhudaji washuhudia. Na mtu anashuhudia kile ameona kwa neno la Mungu. Amen. Ukipata tusome. Owacho kama. Woda chikiti ni weche na. Tegiti. Yes, Woda chikiti ni weche na. Tegiti kuom weche mawacho. Kik iyie gi dalni. Ritgi e chunyi ma iye. Nimar imi joma yudogi bet mangima. Dendgi obet maber ma onge tuo. Inasema, mwanangu yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Sikiliza kwa makini maneno yangu. Usiruhusu yaondoke machoni pako. Yahifadhi ndani ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wanaoyapata na afya kwa mwili wote wa mwanadamu. Neno ninataka kuzungumzia ni nguvu iliyoko kwa neno la Mungu. Ya kwanza, tunaambia watu sisi hatuombei mtu. Nafurahia mkutano maana kuna watu wamejazwa na Roho Mtakatifu karama juu. Kuna wale wameita Yesu ila Roho haijawajaza. Na tena kuna watu wamekuja wanataka. Tuko katika darasa tofauti. Nafurahia Mungu wetu yuko katika mkutano. Andiko tumesoma inasema, mwanangu. Agano imezungumzia mwanangu. Tega masikio kwa maneno yangu. Na utege masikio kwa maneno ninasema. Yatunze ndani ya roho yako. Yanafanya wanaoyasikia miili yao inakuwa na uzima pasipo maradhi. Kuna watu walipita hilo hatua. Na tena walienda. Wokovu ikiwa mzima wanaona mazuri Mungu anatenda. Akikimbia afike mahali vitu vyake vimekwama, vimeanza kuharibika. Hapo na wokovu roho imemjaza na karama. Kanyaga hapo. Ndipo sasa tuna watu wamekuja. Ameokoka, amejazwa na Roho. Amefika pale anataka ufalme wa Mungu. Anakutana maneno ambayo macho yake inafunguka. Akirudi nyuma anajiuliza, je, nimeokoka? Na je, kwa hakika nina Roho Mtakatifu? Ama ni haribu niliyopata? Ndipo sasa nipate mpya. Hizo darasa ziko, angeinua mikono ungeziona. Yeye pia yuko hapo.
na amepata neno la Mungu. Anaona hizo vitu, anarudi nyuma, anajua anaongea kwa ndimi, maana yake hajui. Ndipo kuna mtu hajaokoka, yanayomtendekea ni maovu, shetani anamtesa, amechoka. Sasa zingine amepata jirani amemuita, njoo usikie neno la Mungu. Labda amekuja kwa mkutano mara mbili mara moja, ila shida yake imedumu. Tunaita katika lugha ya wokovu hajaokoka, ila umekuja kutafuta wokovu, ama umekuja kutafuta neno la Mungu. Kitu inatuunganisha ni nguvu inayoishi kwa neno la Mungu, ndivyo nitazungumzia. Na neno la Mungu mtu akisikia, jinsi agano inatusihi. Tunayo masikio ya nje, na tena kuna masikio ya ndani ya roho lile la ndani ya binadamu. Agano nasema usikie neno la Mungu. Manake nasikia, manake kila mtu ana masikio. Anatua kwa baba kwamba yuatege masikio kwa maneno yangu. Manake imeingia ndani. Katika usikivu wa ndani, masikio ya ndani, ndipo mahali inaleta imani. Manake mtu amesikia neno kwa masikio na ametega masikio ya ndani ya kuelewa. Manake kitu imetegwa ni kama kitu inasubiri jambo liingie. Manake neno la Mungu liingilie. Kama neno la Mungu limeingia, andiko tumesoma inasema kwamba uyalinde ndani ya roho yako. Hapo ndio kuna uzuri na tena kuna shida. Manake umesikia neno, na neno imeingia rohoni, ikitokea masikio ya ndani, ambaye baada ya kusikia moyoni mwako maneno yanaishi. Na wakati unaishi na neno, neno ndio iliyo na nguvu, na neno iko na ushindi. Manake neno gani? Neno la Mungu ambayo imetuleta hapa. Neno hilo halishindwi, na maneno mengi yanashindwa, ila neno la Mungu halishindwi. Hilo neno ikiingia, jukumu ya yule ameikaribisha ni kuitunza. Labda umekuja hapa na shida, labda wewe ni mwenye dhambi, mwenye vita, mwenye hasira, maneno mengi. Manake wewe ni mtu wa giza, umekuja na giza na dhambi na tabia zake. Agano inasema sikiza neno la Mungu, na utege masikio kwa maneno ya Mungu, niposa uzivishe ndani ya roho yako na moyo wako wa ndani yatunze. Manake ukija hata kama hujaokoka, neno unapaswa kutegea masikio ni neno la Mungu. Na yule amekaribisha neno la Mungu, kama alikuwa mtu wa shetani, manake maovu yanamtendekea hajaokoka, neno la Mungu linaingia rohoni mwake, na neno la Mungu linaweka hukumu kwa ufalme wa giza na shetani, na neno la Mungu hazipatani. Manake mtu akiwa na usikivu, na usikivu imetengeneza imani, hilo jambo inamsongesha asarenda mbele ya wokovu. Inafika kwa mtu kugundua dhambi yake ambayo inaishi ndani yake, ndani ya roho yake.
na mtu huyo anafika kusalimu amri kwa neno la Mungu aliyosikia, ni kwamba Yesu, niokoe roho yangu, mimi ni mwenye dhambi. Mtu anayeokoka ni mtu anatolewa kwa uzito na ushida na ile mzigo ambaye shetani amemtia. Ndani kitu inatoka nje inakaa kama mzito, hata kama ni ugonjwa, hata kama ni umaskini, hata kama ni shida, hata kwa maneno mengi mwili nakutana nayo. Ni dhambi inaishi moyoni mwa mtu. Wakati mtu amesema niokoe mimi mwenye dhambi, nake amekubali neno la Mungu inaokuu, na hilo neno jinsi imeingia rohoni mwake, na mtu amekubali akaita, na neno limeingia. Kawaida mapepo wataona nuru imeng'aa jinsi hili nuru. Shetani anaishi kwa jinsi na tabia zake na mizigo yake. Na kama nuru inaingia, ambalo ni neno la Mungu, hatufadhaiki shetani uniache ama nimekuagiza. Wanakusanyisha vitu vyao wanatoweka. Manake hawezi ishi kwa nuru. Hao ni watu wa giza, watu wa shida, watu wa dhiki, wanatembea na maradhi. Wakati neno la Mungu linaingia, ni cha lazima, hakuna fitina, anatoweka peke yake. Na baada ya kuondoka, neno la Mungu inafanya kambi moyoni wa huyo mtu. Leo watu wanaleta hekima yao mingi kwa neno la Mungu. Mtu anataka kutumia nguvu yake, anataka tumia ujuzi wake, na hiyo kitu inamzidisha kukaa kwa shida. Na nimesikia ushuhuda ambaye imenileta kufunza hili neno. Aliombewa, alifunza ubiri, walikuwa nakuja, watu walikuja. Na siku moja imani ikaunda rohoni mwake. Anasema, sikia mume wangu, hili jambo limenisalia. Sasa muniwache mimi. Akawacha watumishi wa Mungu, si eti hawataki ama wamwadharau. Manake moyo wake na imani yake iliegemea binadamu, akidhania binadamu angeweza kumsaidia. Na imani ikajiunda moyoni mwake akisikia neno la Mungu. Akabaki na hilo kitu peke yake. Anasema alisikia neno la Mungu akaanza kunena nalo. Anasema mwaka ikibadilisha alibeba mimba. Manake alibaki kama amelekeza neno la Mungu dhahiri. Neno la Mungu liliingia likatengeneza mfuko, akapata nguvu ya kushika mimba. Manake mfalme ametazama kati yake, akaona moyo wake takatifu ako kamilifu. Tabia zake mbovu, alikuwa anasengenya mume wake, yote alienda. Na neno la Mungu likatoka kwa uwepesi likamuumbia. Andiko ya Hosea 7 ambaye sisomi. Eti kila wakati mimi Mungu nikitaka kutibu Israeli, kila wakati nakutana na dhambi zao. Neno la Mungu mtu hawezi kuishi nayo, na naishi na dhiki na shida ya shetani. Imeandikwa kwamba birika moja haitoi maji safi na chafu pamoja. Na leo unapata kwa mkutano mtu anaishi na shida na anasema neno la Mungu. Hilo haliwezekani. Hata tukianza kusoma nawe mwanzo hadi mwisho utapata mali neno la Mungu linaingia, kuna utofauti.
Kuna uharibifu wako wakati unaongea na Mungu yanaonekana. Inafanya vitu za giza inadumu na shida. Neno la Mungu likiingia, inaanza kuumba moyo mpya. Amen. Amen. Ya kale yanapita. Manake inaanza kutoa dhambi. Na giza na vyake vyote vinaenda. Na neno la Mungu linaishi ndani yako permanent, unaitunza. Paulo anasema ni sharti tuache wokovu idumu milele. Unaishi naye, hautaki kwenda kwenye dhambi. Agano tumesoma. Ukienda chini nasema wacha ukaidi na kichonguni. Manake ni dhambi. Atusifu Mungu ama ubiri na mimi kama kuna dhambi, neno la Mungu halitakusaidia. Neno la Mungu kiingia ndani ya roho ya mtu, inaeka hukumu kwa dhambi na vitu vichafu vinatoweka. Hata watu wanatolewa hapo wamejiandaa, neno la Mungu limsaidia. Na miujiza imemshika ikamwangukia. Ukiona shetani anatesa watu wakati mwingi, nimeona yule amesikia neno la Mungu akavisha imani. Wengine wanaweza ruka kwa kiti shetani atoke peke yake kabla mhubiri kumfikia. Na wengine wamejazwa na roho hapo kwa kiti kabla mhubiri kufika. Manake amevisha neno la Mungu. Jinsi binti wa Gema alikaribisha na utasa ikatoka, akashika mtoto. Ndiposa wokovu, yani neno la Mungu likiingia, lazima kazi zote za shetani wanatoka na shetani kama naishi na vitu kubwa kama zile ndani ya moyo wa mtu. Shetani anabeba vitu vyake sekundi moja, anatoweka, anaenda. Manake neno la Mungu limeingia. Neno la Mungu ni daktari. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni serikali. Maneno mengine yalifunzwa watu wakae, sasa wana ni kubali. Kama mtu angekukwaza manake anatenda maovu kila wakati. Tulisahau kuna serikali. Manake tulipata serikali kuu. Unasikia neno la Mungu litakuja kutatua. Hata vije kushika na yule na kunyang'anya vitu vyako. Unasema mbona fulani imekuachia, sisi ni wa fulani. Wanasema mtu huyu ni mpumbavu kiasi gani? Mbona anaacha mtu na amemkosea? Siku naye serikali ya ulimwengu ipo. Na tuna serikali ya dini. Manake neno la Mungu yakiingia yanamuru shetani. Anasema nimeingia, leta kifungu beba. Anachukua kuishi nawe. Kile umefunga utatu, neno la Mungu linakutetea. Amen. Na sijui unasikia jinsi tunafunga neno la Mungu na wacha kujifanya. Manake neno la Mungu ni serikali na tena ni daktari. Hili linashinda ulimwengu kusikia. Nilikuwa na maradhi ilitibiwa na waganga ikashindikana. Wakapima wakapata ni saratani lile la moyo. Na ilikuwa inaniuma mpaka moyoni mwangu. Nyakati mwingine mtumishi wa Mungu akaniambia ukupatikana saratani. Na sasa sikupatikana nayo, nilikuwa nimejikunja naelekea kifo. Manake kuna imani tunafunza, kuna wengine hawaelewi. Na wacha yangu saratani ilipona. Kama kichaa kichwa yake
Mungu inakimbia kwa mguu kushika wazo lake. Neno inaingia inatengeneza akili yake. Tunahubiri waliponywa kwa kichaa. Hili neno ni kama inasawazisha watu. Na mtu hapo kwa neno la Mungu anasema ameivisha. Na tena amekosa kazi. Umekosa kazi. Ati hakuna mteja siku hizi. Nilikuwa naenda vizuri, kibarua imeharibika. Hayo ni maneno yako. Kwa nini unaendelea vibaya? Neno la Mungu iliyo na mkono hujaitunza. Huyo ni kwa yule alikaribisha neno la Mungu. Na yule hajaokoka. Hauna neno la Mungu. Kwa sababu tukikaribisha neno la Mungu, nami sijui jinsi moyo wa hasira na vita ilitolewa, nikabaki huru. Na Yesu akaponya saratani. Na baada ya saratani kupona, wangu uliisha, ulikuwa mzima tena. Na watu wakaanza kushuhudia nguvu ya neno la Mungu. Mimi mabinti wangu nyuma yangu wawili walienda kuolewa. Mwenye maradhi hataenda kama watu. Watu wa eneo wakasema huyu amekuwa matatizo hapa. Wacha kucheza na neno la Mungu. Na tena wacha kujaribu neno la Mungu. Neno la Mungu mtu anasikia, anatega sikio na kanusha. Hilo neno inaanza kazi peke yake. Na mtu anasema ana nyumba, ana jinsi ya kuposa mke wake. Neno la Mungu linahubiriwa hapa. Na je, unamjua Mungu? Yamebeba nyati na ndovu na vitu kubwa. Na neno iliumba hivyo vitu vikao. Kuna jinsi litatunza moyo. Na inakuwa kama sifari. Inatafuta kile hakiko linakuwa. Sijui kanisa inasikia neno la Mungu. Ukipata yule amekaribisha neno la Mungu, njia zake zinaenda kumu na inaenda vibaya. Ameharibu kati yake na Mungu amani. Ameharibu kusikizana. Nimesikia ukitukuza Mungu tulisikizana. Hakika kuna watu waliagana na Mungu. Leo umekwama, unarudi nyuma kama gari vitu vyake vimeharibika. Unaona shida ya ulimwengu, watu kuna shida kubwa. Umejaribu mwabudu wako mwenzako ameshindwa kusaidia. Nani anakuambia neno la Mungu inaisha kwa mabudio? Nguvu